tiwa na zile idara ambazo zinapaswa kudumisha amani, haswa idara za polisi, waone jinsi ambavyo au wale ambao wamepotea. Kwa mfano, kutokana na utafiti wetu, bado kuna wale 9 ambao hawajulikani walioko hadi wa leo. Basi tuweze kushirikiana na hao familia, tujue hao watu wako wapi, na wale ambao kwa mfano waliochukuliwa jana, basi uchunguzi ufanywe na warejelewe makwao, na kama iwapo kuna mtu ambaye amekiuka sheria zetu, basi aweze kufikishwa mahakamani kwa ule muda upasavyo, na pia hatua iweze kuchukuliwa ndio ibainike wazi ikiwa kosa ni lipi, basi the accountability mechanism iweze kuwekwa. Mwanamisi, actually nimefurahia vile Citizen inaendelea kupeperusha habari moja kwa moja mambo ya maandamano kwa Wakenya. Na tunaona kumetulia, sio vile ambavyo watu walikuwa wanatarajia pengine. Wajua Mwanamisi, whether kutulie ama kusitulie, media houses inafaa kufanya kazi yake. Inafaa kuna moja yale ambayo yanafanyika kwenye ground. Waona wale vijana ambao wanatoroka, polisi ataweza kuwamaliza iwapo mtajiondoa pale. Saa zingine watu wanamalizwa mkiwa pale, mkiangalia, Mkenya wa kawaida akirekodi. Na jambo lingine ni serikali huwa inatoa amri. Inaamuru ya kwamba ile kwa mfano hiyo amri fulani lazima ifuatwe. Sasa kwa mfano imetoa ilani na inataka all media houses ifuate ile ilani. Basi serikali yenyewe haifuati ile amri ya mahakama zetu, haifuati ile mambo ambayo imeandikwa kwenye katiba yetu. How do you expect amri yako ifuatwe na ni amri ambayo inakiuka sheria, na hufuati ile amri ambayo inaambatana na katiba yetu? So ni serikali yenyewe ambayo inakosea Wakenya, inakosea katiba, inakosea Wakenya, na inajaribu kunyang'anya Mkenya wa kawaida haki zake. And I think every media house inafaa kuendelea na ile kazi ambayo inafanya, kwa sababu I can assure you, wakijaribu hata kunyang'anya leseni in the name of saying hamjafuata amri, by 8 am kesho mahakama itaweza kutupilia mbali mambo kama hayo ambayo wanajaribu kulazimisha Wakenya. Kuna Wakenya wameanza kusema kwamba haya inawakumbusha yale mambo yalikuwa kwa 207. 207 ni mambo ambayo hatutaki kuyarudia wala kuwakumbusha watu, lakini unajua kuna wengine wanasema lisilobudi hutendwa. Na fikra nyingine hutaki kuzikumbuka, ama kauli nyingine hutaki kuzitaja, lakini bado zinaleta tu ile kumbukumbu. Tungeomba vile tunasema mwenye kutoa hiyo amri airudishe, aiondoe. Ashaiondoa naona. Ama bado. Nafikiri jambo moja ambalo ni la msingi pia. Nione pia licha ya vile ambavyo wanajaribu kukwepa ukweli na hali halisia ilivyo, na pia hata kutumia nguvu na nini. Unaona miaka yote hivyo tukitizama, hata miaka ya nyuma nguvu zilitumika. Lakini unakuta at some point Wakenya wana ile yani si watu wa kufa moyo. Waliendelea wakapasiu mpaka tukaweza kufikia sasa hivi kitu ambacho tunaweza tukajivunia ni kuwa tuna katiba mpya na ina sheria ambazo ni za kupigiwa mfano. Hata nchi zenyewe za Ulaya zenyewe baadhi hazina sheria ambazo ziko. Shida tu ni kwa sababu sisi si watu ambao tunakuwa ni wenye kuzitekeleza hizo sheria. Tuna sheria nzuri lakini hatutaki kuzitekeleza. Sisi ndio ambao tunakuwa tuko mstari wa mbele, tunakiuka hizi sheria. Kwa hiyo unakuta, na pia licha ya kutumia nguvu, bado unakuta Wakenya bado watafanya nini? Siku watu wameogopeshwa kwa sababu kuna vijana 60 ambao maisha yao yalikatizwa na ule utumiaji nguvu wa serikali, lakini bado watu wako barabarani. Ingelikuwa kweli ni ule uoga ambao wanawauzia na wakawa ni wenye kununua, basi hii leo tusingekuwa na haya matukio ambayo tunayashuhudia sasa hivi. Lakini ni wangapi ambao wataweza kuuawa mpaka ile haki iweze kupatikana? Kwa hivyo nafikiri swala ambao tungekuwa tunalizungumzia, na hata wale wahusika na hawa washauri na wote ambao wako katika hizi idara makubwa ambao wangekuwa yanaangazia sasa hivi, ni vipi wataweza kuangazia masala ya ukosefu wa kazi, zile sheria kufuatwa, wale ambao masala ambao tumeshinda tukiaregelea hii leo. Naam. Okay, kuna hili swala ambalo tumelizungumzia na nitalirudia tena, manake unajua mara nyingi kunapokuwa na
mambo kama haya ambayo katika mabano yanataka kuleta mageuzi, maanake ndicho kitu ambacho naona kinapiganiwa zaidi kutokana na ule utawala ambao pengine wengine wanasema hauko sawa. Vijana tumewaona kama tulivyosema, hawajajali kabila yao, hawajajali ni misingi ipi ya dini ambayo wametoka, lakini tuna uhakika gani kwamba katika miaka ijayo, hata tukifika katika uchaguzi ujao, hawa vijana watakuwa bado wameshikamana vile walivyo, ama watarudi katika misingi yao ya kikabila na waanze kujitetea kulingana na misingi ya kikabila? Kabla hujanijibu, naarifu tuzungumze na mwanahabari wetu Ben Kirui. Kirui, sijui kwa eneo gani, na tunaomba utupashe ni yapi ambayo yanaendelea. Hello Kirui, unanipata? Mwana Hamisi, mahali tulipo sasa ni karibu na majengo ya Supreme Court ambapo na mwana nakupata kabisa. Na kupata na kile ambacho nasema ni kwamba tuko katika ama karibu na majengo ya Supreme Court na vile vile City Hall, ambapo waandamanaji wamekuwa na nia ya kufika hapa, ila maafisa wa polisi wamekuwepo hapa kwa wingi wakijaribu tu kuwarejesha, lakini wingi wa waandamanaji hao ambao wamekuwa hapa katika mamia yao wamekuwa wakipishana na polisi na kuwasukuma mara kwa mara, wakirudishwa na vitoa machozi, pia wanajibu kwa kurusha mawe, na hivyo ndio imekuwa hali ambayo tumeshuhudia kutoka asubuhi. Lakini mapema kidogo ulipoona awali ni kwamba jaji mkuu wa zamani ama mstaafu David Maraga pia alikuwepo na akijiunga na waandamanaji, ila aliweza kufiatuliwa vitoa machozi akirejeshwa ama kurejeshwa tu katika maeneo ya Nation Center, lakini hali ya sasa ni unavyosikia maafisa wa polisi wakitumia kupiga risasi hewani ili kuwatawanya waandamanaji ambao wanakuja kutoka ama kupitia pande zote. Wamekuwa wakitoka pande za Kenyatta Avenue, wengine wanatokea pande za Kimathi Street, wote wakiungana wakitaka kusukuma maafisa wa polisi kwa nguvu yao ama kwa wingi wao, ndiposa wapate nafasi ya kufika katika majengo ya Supreme Court, na vile vile wakitaka tu kuelekeza ama wakiwa na nia ya kufika katika majengo ya bunge, lakini hilo halijawezekana, manake maafisa wa polisi wamekuwa wakimwagwa hapa kwa wingi kuhakikisha kwamba waandamanaji hao hawawezi wakafika mle. Unavyoona sasa wamerejeshwa tena ama nyuma ya Kenyatta Avenue, unavyoona magari ya kumwaga maji ikiweza tu kuwatawanya, ila pia wanajibu kwa kurusha mawe, wakijaribu kuwasukuma maafisa wa polisi wapate namna ya kufika hapa, lakini halijawezekana. Unavyoona magari mengi zaidi ya kurusha maji yanazidi tu kufika hapa, ili kusaidiana na zile zingine ambazo ziko mle mbele usaidia kutawanya tu waandamanaji hao. Lakini pia nikupashe kwamba hapo awali afisa mmoja wa polisi aliweza kushambuliwa na waandamanaji hao na akapigwa vibaya, lakini aliweza kupatiwa ile first aid na gari la msalaba mwekundu ama Red Cross, na hivyo ndivyo hali ilivyo. Tutaweza tu jongea karibu tuweze kupata kujua hali iko vipi katika maeneo yale. Tunasikia tu sauti za vitoa machozi vikirushwa na maafisa wa polisi, na pia maji ile ya rangi ikirushwa pia kuweza kusaidia kusukuma wale waandamanaji ambao wamekuwa wakikuja katika idadi yao ama katika mamia yao. Unavyoona sasa hivi maafisa wa polisi wanarudi nyuma, manake waandamanaji hao wameweza kuungana, wako wengi kabisa, wakirusha mawe kuwasukuma maafisa wa polisi nyuma, na hivyo ndivyo hali ilivyo. Vitoa machozi vinazidi tu kurushwa, na hii ndio imekuwa hali ya nipe nikupe. Maafisa wa polisi wakirusha vitoa machozi na kuwarushia maji, pia nao wanajibu kwa kurusha mawe. Hivyo sasa maafisa wa polisi wanaendelea kurudi nyuma ili pia wapange jinsi ambavyo wataweza kuwasukuma, kuwazuia wasije wakapata nafasi ya kufika katika majengo ya Supreme Court na vile vile kuelekea katika
City Hall na majengo ya bunge. Na hivyo ndivyo hali ilivyo, Mwanahamisi. Picha za moja kwa moja hizo